Asante. Ili ya kwamba watu hawa ambao tumepatiana kama vipawa, tuna habari ya kwamba kuna mtu alifanyiwa mambo wakati wa usiku, ijapokuwa sasa ni mchana, lakini huyu wetu amefunikwa, na wakati mwingine mtu anaweza kukosa kuona vizuri, mwingine akiwa kwa neti, na watu ufanana. Ilinunuliwa chakula na mtu kwa sababu alisema alifikiri ananijua. Nilishowe akasema ya kwamba nilifikiri ni mtu fulani, na akasema usilipe maana inafanana. Kwa hivyo mchungaji Aaron Mwangi Garuia, tafadhali angalia kipawa hicho, fungua uangalie. Tumekupatia nafasi ya kufanya hivyo. Sisi kama kanisa la Soul Winning hakikishe ya hakika ndio yeye, si mfano. Hatutaki mchungaji ananifurahisha wakati mwingine. Amen. Kuna maiki karibu kweli aweze kutuambia kitu kama si apatiwe, atuambie kama asipigwe chenga. Bado hiyo sauti haitoki. Ali. Mikrofoni imekufa. Itengenezwe, tunataka tusikie sauti hiyo. Kuna watu wako huko mbali hawataki kufanya mambo kama tunaficha, ni kama hataki wasikie. Au nilete yangu? Hiyo imekufa. Basi tafadhali mpatie hii yangu. Dada ni yeye. Sio mfano, ni yeye. Ninataka kwa sababu umeconfirm wazazi wamefanya bidii, ninatamani ya kwamba useme kitu kwa sababu ya kuwashukuru. Kufanya bidii wakati mgumu, lakini wamemleta na umehakikisha ndio yeye. Sijui kama kuna jambo ungetaka. Ningetaka kuwashukuru wazazi hawa kwa sababu ya kazi ngumu ambao wamefanya, na niwaambie asanti kwa sababu ya kumlea Magi Kijo mpaka siku ya leo ambaye Mungu amenipa, atarajia kunipa awe msaidizi wangu. Wazazi asanteni, Mungu awabariki, maitoga yakora adhime na gwike wega o hamwe na andu a family inyuothe Ngai akurathime. Amen. Kwa hivyo ni microphone inataka nisimame mbali kidogo, lakini ningetamani muongeze makofi. Amezungumza mambo mengi mazuri sana ya kupendeza. Margaret Joki, kwa sababu wazazi wa Aaron Mwangi wamefanya vile wamefanya, wamemleta, wamekupatia kama kipawa, sijui kama kuna jambo wangetaka kuambia. Bandike ya hego. Amen. Nikugia no horose wa gutukiria aciari ngatho. Ni tondu muiretu ni athiaga na akarigwo ni aciari. Na riu ningi akorio tutiguraganaga na family yo. No aya ni maranjitikirire ni nguga Ngai aro marathima. Riu ningi atuturirie wendo na ngwataniro. Ngai amurathima. Amen. Basi nafikiria kwa sababu ya hiyo shida tunaweza kuwafungua wazazi waweze kurudi nyuma kidogo, walafu tupate hawa
maana tunataka waweze kusema, waliniambia hawa si watoto, wanajua na wanataka kusema mambo, wasemeane. Kuna wakati tulifanya hivyo kwa sababu ya urafiki wangu na mchungaji Aaron Mwangi. Kuna wakati nilikuwa na renew yangu kanisani, harusi. Hata kama nilioa, nikasema nataka kuhakikishia mke wangu ya kwamba ninampenda baada ya miaka 30. Na kaja nikamwambia, kwa sababu hata sisi ni watu wazima, wacha tuseme kile tunataka. Hawa nataka niwapatie nafasi, maana wengine huwa wanaongozwa waseme heri waseme kilicho ndani ya mioyo yao. Sasa tunaanza kuachilia hawa wazazi waende, wale ambao wanasimamia harusi wabaki hapo. Wasalimiane, nakumbushwa msalimiane hata kama mlikuwa mmesalimiana, maana ile jambo mmefanya siku ya leo ni jambo nzuri sana. Mungu awabariki. Amen. Amen. Mshirika mwema. Asante. Sijui kama mnaweza kuja pande hii kidogo, waachiliwa kuja pamoja na wasimamizi wao. Waje pamoja na wasimamizi, na kwa sababu tayari mmepatianwa na kama vipawa, si mkisaidiana hata na kushika mikono. Na sijui kuna kuanga na shida wakati wa harusi, watu wengi hawataki kushika hiyo mikono, pengine inahitaji time. Amen. Wanaosimamia harusi ndio ninyi, na wale wengine wako wapi? Wale wasimamizi wengine wangekuja hapa karibu wapatiane support. Wale wanaume ambao wako na uniform, tafadhali jioni hapa for the support. Na kila mama ambao walikuja kwa sababu ya kusimamia harusi hii, tunataka wawe karibu ili waweze kuwapatia motivation. Mnakuja, wapigeni makofi wanapokuja. Tungetaka wapatiwe microphone ili maana tunataka waahidiane kitu, wazungumze kitu. Pigeni makofi hawa wanaume na hawa akina dada ambao wamekuja, ambao wanasimama nyuma ya hawa. Amen. Kina dada wameamua kusimama nyuma kabisa. Wengine wakuje pande hii. Naambiwa kuna taabu kwa sababu tunataka kuwachukua picha. Najua inawaficha, muonekani uso, msijali, ni kwa sababu tulichelewa, lakini katika kila hali tutamaliza kila kitu. Mnataka muone nyuso vizuri. Nikienda pande ile microphone itakataa. We can change. Yes, ndio nataka tunasema njooni tu namna hiyo. Si mtu waibie wimbo wake tukipitana na wao. Hallelujah. Amen. Bas, nasikia bas. That's better. Asante kwa kukubali. Tusimame hivyo. Ningetaka wapate microphone ili ya kwamba ili mpatikane vizuri. Karibu nianze kusema next time nikiitwa kwa harusi nitasema tukifika hivi, jambo la mwanzo kabisa tufanye harusi. Alafu turudi tuimbe, tufurahie ili ya kwamba tuweze kuwa na wakati mzuri, and especially na hawa watu. Ningetamani ya kwamba the bridegroom aweze kusema kitu, muahidi huyu dada mbele yetu kutoka katika moyo wako, na ijalishi ni mengi au ni mafupi, lakini kutoka ndani ya moyo wako, ambao si mchungaji atakayesema ya kwamba say behind me, maana nyinyi ni watu wazima. Amen. Tafadhali na umshike mkono ili umwambie kile unachomwambia. Amen. Mimi Aaron Garuya Mwangi na kuchukua wewe dada Margaret Joki uwe mke wangu wa kuoa siku zote za maisha yangu, na nitawaacha wengine wote na nikuchukue wewe peke yako
na Mungu atusaidie kukupenda siku zote za maisha yetu. Mungu anisaidie. Amen. I tell you. Hiyo inatutia moyo sana. Dada yetu Mark Kijo, sema kitu. Si lazima ufuatishe kama hiyo. Kilicho ndani ya moyo wako kiseme, dada yetu, mkishikana hivyo. Amen. Nekukuoya mutungatiri Aaron Garuya utuike mutuku wakwa aguturania riu nginya riria Mwathani agacoka, na nindigwathikagira na nindigugutungatagira. Ngai aturathime. Amen. Wow. Nafikiri hata vijana Mungu awasaidie wao wakifanya kama hao. Sasa ingine, unajua nilichezea mke wangu kwa sababu sisi ni marafiki. Akaniambia, unakumbuka ulisema hivi? Nikamwambia ni mchungaji aliniambia niseme. Hakuniambia niseme ile yangu iko ndani yangu. Lakini kwa sababu ya ule urafiki tulicheka, akaniambia sasa nitatafuta njia nyingine. Maana tunapenda tukifurahishana. Nataka kuwahimiza kwa miaka hiyo 46 tukiwa marafiki, nimeona ni rahisi kudumisha urafiki katika ndoa. Kuna ndoa nyingi ambazo unasikia mtu anaita mwingine huyu ni bwana yangu. Unajua by the way bwana ni boss. Mwingine anasema huyu ni bibi yangu. Bibi ni nyanya. Ili muende mubadilishe. Kule kote nimeenda naambia watu, sema huyu ni mke wangu, sema huyu ni mume wangu, lakini si bwana wangu. Bwana wangu ni boss. Na msema ya kwamba wewe ni bibi yangu. Ukisema hivyo kwa watu wa Tanzania watashindwa wanasema nini, lakini wanatuelewa. Wanasema pengine nataka kusema huyu ni mke wake, lakini kweli ni kwamba ati ni nyanya, si nyanya. Basi ninataka tuweze kusonga hatua hiyo ingine, ili baada ya kuadiana namna hiyo, na kwa sababu wanaingia shule ya masomo leo, kutoka leo, hata kama ni watu wazima lazima watasomana. Na hata shuleni mtu akipata kitabu huwa anaweka jina lake akichopata, hata akiwa mtu mzima, hata akiwa mdogo, lazima aandike jina lake. Na sijui kama wapendwa hawa wana jinsi ya kuandika jina, na kwa sababu nimeona watu wengi wakiandika jina kwa kidole na inaandikwa na kitu. Je, ungetaka kufanya hivyo? Hii jua ni kali, nataka niwapeleke kwa haraka. Tafadhali muulize mwenye kusimamia ziko basi, ili hiyo alama iwekwe na watazungumza. Maana tumesikia hawa si kidogo, ili ya kwamba tuweze kuweka pete, tuweze kuandika jina, na kama kuna staili ya kuleta iletwe, ili niweze kubariki. Pongeza hao watoto kwa sababu ya kuleta hii. Hapa kuna vitu vizuri. Nataka nibarikishe hizi, alafu niweze kuwapatia hawa. Tafadhali wanaweza kurudi. Mungu awabariki sana. Pongezeni watoto wakirudi tafadhali. Okay, sawa, lakini si mmesikia wale ambao mnaweza kusikia zinaimba. Ninatamani kwa sababu kuna mtu aliniambia habari ya Aaron, ya kwamba Aaron walimjua. Niliposema tunahubiri na nani, walisema walimjua kwa sababu ya kuimba sana. Na kama tuna waimbaji wazee, wachungaji, ndio huyu akianza kurap utafikiri ni yeye.
Mpongezeni. Nasikia watu wanataka kumpongeza, mpongeze. Mimi nishasikia yeye akiimba. Na kwa hivyo vile pete hizi zinavyoimba, natamani ya kwamba Magi Njoki, tafadhali saidia huyu mzee kwa kuimba. Hiyo huduma hiyo, msaidie kwa kuhubiri, msaidie kwa kufikia wale wengine. Maana tunakufungua na soul winning, tunasema hata kina dada tunawatambua ya kwamba wanaweza kuhubiri. Bwana alikuja akajaza our daughters, our sons zote, na kwa hivyo sisi hatuna ubaguzi. Tunasema ya kwamba watumike. Kwa hivyo ukianza kutumika vile ulikuwa unatumika kule, uitikie kabisa. Na kianza kuimba, usimwache aimbe peke yake. Amen. Ninataka hizi tafadhali nyinyi mnaosimamia harusi mwachagulie. Naona kuna moja kubwa na kuna ingine dogo. Muhakikishe iweka vizuri ili aweze kusema kitu. Sitawachomesha jua, maana mhubiri amehubiri vizuri kwa ufupi, na akasema si vema mwanamume huyu akae peke yake. Kwa hivyo mchungaji wetu hata kuhubiri, mhubiri pamoja. Sisi tutafurahia hiyo sana katika soul winning, kuona ya kwamba tukiwaita kule Huruma, maana mimi ni wa Huruma, tukiwaita Huruma mnakuja mnatuhudumia, tunasema wazazi wametoka hapa. Sijui tunasema nani aanze, lakini kuna mtu alikuwa akisema ya kwanza, akisema mwenye kuanzisha mambo haya aanze. Mwenye kuanzisha mambo haya aanze. Amen. Na aseme kitu, asiweke hivyo watu wasikie sauti yake. Hallelujah. Hii ni watu wa ajabu. Kamera. Amen. Mwarawaitha witũ Margaret Njoki Arayas Magikijo ndagwikira bete ĩno mũthenya wa ũmũthĩ ĩkĩonereria kĩa wendo witũ nawe. Ndakwĩrĩra nĩndĩkwendaga, nĩndĩgũteithagia, na nĩndĩgwathĩkagĩra nawe, na nĩndĩkũrehagĩra kĩndũ. Nakwambia kama kuna mwanaume mzuri ni yule anarudi nyumbani na kitu. Nishaona kwa miaka hiyo yote nikifika nyumbani na kitu napokelewa. Nasalimiwa vizuri. Amen. Dada, sema kile kilicho ndani ya moyo wako. Ahadi ulizonazo ziseme. Amen. Mweke mikrofoni vizuri. Ndagwikira mbete ĩno we Haloni Ngaruya na gũtuĩka kĩonereria gitũ nawe atĩ nĩtũgũtũrania rĩu nginya tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hiyo inatupendeza, tunasikia vizuri. Wazazi kama hao tukiwaona, na kama kuna kitu ambacho tumependa ni ninyi watu wa kanisa ambao dada alikuwa ya kwamba Mungu mkanyangia break, na hata sisi soul winning hatukutaka kukanyanga break. Ni kama Mungu alikuwa ametuzungumzia kile ndugu amezungumza, si vema. Na kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya watu hawa, ni baraka kubwa sana. Ninataka watu hawa tuwabariki, na sisi kile tunatamani ni ya kwamba kazi ya Mungu ikatendeke. Maana kanisa hili na kanisa lile lingine kuna bendera wameinua inayosema Operation Okoa Ushuhuda, ya kwamba ushuhuda wa dada yetu Magi Njoki usipotee,
na ushuhuda wa ndugu yetu na mchungaji na bishop wetu, ya kwamba ushuhuda wake usipotee, na ndiposa tunasema hatua hizi ambazo mmechukua za tufurahisha. Mungu wa neema akawaonekanie na mkaendelee na kuongezeka kanisani hilo, na maana mmetupatia umoja wenu, lakini hata hivyo na sisi tunataka tuendelee na kuongezeka, maana Jokisi yuko na sisi. Amen. Tunataka kuwabariki wachungaji wenzangu. Natamani tufike hapa tuweze kuwabariki kabla hawajaenda kusign certificate zao. Kuna moja ambayo tabaki nayo, moja wataenda nayo, na ingine lazima itaenda kule kwa AG kwa wakati wake. Asante. Nataka kuuliza maaskofu wote walio karibu, tafadhali jioni tuseme kitu kwa hawa. Natamani ya kwamba hata walio huko nyuma, wachungaji, reverends, ya kwamba tukianza kuomba, sema kitu mbele ya Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambao Mungu ametupatia, and we have witnessed the victory of God. So ikiwezekana hata muweze kuwasunguka, ni vizuri mwasunguke na wapige magoti. Na ninyi mlio huko, tafadhali mwenye kucheza nyimbo, cheza ya chini kabisa, ili watu wapate nafasi ya kuweza kuomba kwa sababu ya hawa, na alafu mwishowe nitakamilisha. Jambo ambalo tunataka na niwakumbushe ili mkiomba ni ya kwamba Bwana awasaidie kufanya kazi ya Mungu. Maana hiyo ndio kubwa sana. Tukiombea vijana, kuna kile tunasema akawapanue, tayari amewabariki. Mkiona hizo familia zote wamebarikiwa. Kwa hivyo kile kimebaki ni kazi ya Mungu ifanyike, ya kwamba ufalme uongezeke. Tuhakikishe tumetoa watu kwa ibilisi waingie katika ufalme wa Mungu. Tucheze wimbo huo ili tuweze kusema kitu mbele ya Bwana. Nyote mlio huko nyuma, tafadhali muendelee na kuomba na kusema kitu mbele ya Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa. Mungu awasaidie, aweze kuwapatia maneno mema ya kuwazungumzia. Amani wanaitaka katika nyumba yao, wanahitaji mali, wanahitaji ushuhuda wao usimame vema, waweze kufikia watu wengine, waweze kuwahimiza ambao wengine wamevunjika mioyo, maana waliwachwa au walikosa mtu. Na kwa hivyo ni kazi yako ndugu na dada yangu, ya kwamba watu hawa tuwabariki, ili ya kwamba Mungu awatendee jambo lilo kubwa. Si wachanga, na Bwana anaweza kuwafanyia mambo mengi, na wafikishe hata miaka 120, ambayo hiyo ndiyo miaka Bwana ametupatia. Tunaomba ya kwamba Bwana awaonekanie. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless and glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nataka tuombe pamoja. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, adhuhuri ya leo tunaliinua na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, na wapendwa wameona uaminifu wako. Tumeona uaminifu wako pia ukiwatendea mema. Adhuhuri ya leo tunataka kuwabarikisha mikononi mwako, ya kwamba wanapounganika na kuwa kitu kimoja, Bwana ukaweze kuwabariki katika kuifanya kazi yako, katika watoto wa kiroho kuzaliwa, watu watakao hudumu, ewe Bwana, ya kwamba katika uzee wao Bwana itasemekana walifanya kazi nyingi kuliko hata miaka iliyopita, ya kwamba hata ukiwapatia miaka ambayo imesemekana katika Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3, ya kwamba mwanadamu ataishi miaka 120, Bwana, hiyo inawezekana. Na kwa hivyo tunaomba ya kwamba uwapatie maisha marefu, maisha yenye afya, maisha yenye nguvu, ewe Bwana.
na ufalme wako kaongezeke katika jina la Yesu. Magonjwa yote ya uzee tunaikataa katika jina la Yesu, na kuachilia nguvu zako na afya njema katika maisha yao, ili ya kwamba wakasimame na kuhudumu vilivyo. Ewe Bwana, tunakushukuru na kuliinua jina lako. Zaidi tunataka kubarikisha jamii zao ambazo zimeunganika na kwa umoja wakasema ya kwamba watasimama nyuma ya wazazi hawa. Bwana, tunaomba ukabariki watoto hawa, ukawaonekanie, ukawainue katika kazi zao. Walio na biashara Bwana, waonekanie na wainue katika kazi hizo. Bwana, ukiona kuwatumia hata kama wachungaji, sisi tutasema amina. Tunasema na iwe hivyo, kwa sababu umeona ni vema jamii hii kukutumikia. Asante kwa sababu umesikia maombi ya watumishi wako. Umesikia maombi ya washirika wote walio hapa. Wote ambao wametamani mambo mema, yote umewasikia Bwana. Na yaliyo ndani ya mioyo ya wapendwa hawa wawili ambao wameunganika siku ya leo, ambayo pengine hawaja yasema, Bwana unayajua. Ukawatimizie, maana unasema kabla hatujaomba unajua mahitaji yetu. Tunakushukuru na kuliinua jina lako, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Wapongezeni wanaposimama. Amen. Nimewambia mimi sitaki kuwaweka kwa jua, sitaki kuwasamimisha sana. Tafadhali, pale tulikuwa tumesketi, niliona jua imefika. Wakiwa hivyo tu, nataka tufurute hiyo meza nyuma kidogo, ili ya kwamba wasaini hakuna pahali hapa, na hapa watachoma sana na jua. Ni sawa? Okay, sawa sawa. Jambo kuwa tumeomba kwa sababu ya watoto wakiwa mbali. Watoto mnaweza kuja tafadhali. Mioyo yetu tumefurahia sana sana. Muunganiko wenu unatutia moyo, na tunaambia watu wengine wasome hii kutoka kwa watoto hawa, ya kwamba kuna watoto wanasumbua wazazi, na unashangaa kwa nini wanaleta mambo mengi, lakini hawa Mungu ni mwaminifu, amewatendea mambo mema. Amen. Amen. Wengine nimewajua fema, nimewafahamu leo fema. Wengine wale tumekaribiana sana, sio wengi, lakini ninyi ni watu wa ajabu, ni watu wazuri. Nyote watoto, jioni hapa. Nataka kumuuliza mchungaji, askofu, ambaye alikuwa na tukaribisha, tafadhali njoo. Njoo, maana nimepata habari huyu ni rafiki yako wa karibu sana. Wachilia baraka kwa hao watoto wote. Natumai wote wako hapa, kuna mtoto wako mbali. Amen. Ya kwamba na yule mwingine kuna nilisikia habari ya huyu wako mbali. Sawa sawa. Hata yeye baraka zitamfikia. Tunataka mubarikiwe, na ninyi muwe na imani hiyo ya kwamba Bwana atawabariki, Bwana atawainua. Mimi nataka kukutana ninyi mkiwa mumeinuliwa kuliko vile mlivyo hivi sasa, mara 2, mara 3, hata mara nyingi. Amen. Wabarikishi. Wacheni tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako kwa ajili ya watoto hawa wa Archbishop Mfalme Mwema na bibi yake. Ninakuomba Mfalme Mwema ukawabariki na ukawadumishe miaka mingi. Asante Mfalme kwa sababu ya vile umeleta hizi jamii mbili pamoja. Asante Jehova kwa sababu ya upendo ambao umeleta miongoni mwao. Asante Mfalme kwa sababu ya amani, na pia kwa sababu ya uwiano ambao uko katikati yao Mfalme. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, uwadumishe vile tunavyoona Mfalme wa maajabu. Uwadumishe Mfalme Mwema vile tulivyopokea ushuhuda wao, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Mfalme Mwema uwalinde na damu ya Yesu Kristo, wakae kwa upendo, na kukiwa na kitu cha kuzungumza Mfalme walete pamoja ili wawe na mazungumzo ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Tunalaani utengano, tunalaani shida yoyote Mfalme ambayo inaweza ingilia familia hii.
Tunalaani Jehova Mungu shetani ambaye anaweza kuja kuwatenganisha katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mfalme, Roho wako Mtakatifu adumu akuwaongoza, azidi kuwabariki na azidi Mfalme kutenda maajabu katikati yao. Baba, tunakumbuka hata Wamboi ambaye ako nje ya nchi hii, ukambariki na kumtenda mema, ili Mfalme mwema roho yake na uwepo wake Mfalme ukaungane na hii jamii katika jina la Yesu Kristo. Nainua mikono yangu Baba na ninawabariki. Ninaomba Mfalme mwema uwadumishe kuanzia siku hii kuendelea. Hii familia vile ilivyokuwa na umoja, Baba, iendelee na huo umoja. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Watoto, Mungu awabariki. Wapongezeni wanaporudi, watoto wa ajabu. Hata sikutarajia kwamba mtakuwa na uniform, unakaa wazuri sana. Natumaini itapata hizo picha, maana ninaweza kuwafahamu vizuri. Basi nataka kurelease hawa ambao walikuwa wanasimamia, ili ya kwamba muweze kuketi akina dada, lakini wanaosimamia harusi hii tunataka wakae hapo ili tuwapeleke pale. Acha nichukue kitabu. DJ. Bwana asifiwe. Your Excellency Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Tuko na waheshimiwa wengi. We have many bishops in the house, including our boss with Garoya ambaye ametuajiri kazi kule Yahweh's Media Network, Bishop David Maina, our CEO, na ashirika aliothe mukirio hiki wa dadi ngeithirire ra-ini uguo. Mwathani agocwo. Nisalimieni kwa hewa. Na kwa hii harusi tumekubaliwa kufurahi, na si harusi ni kufurahi. Napona mko chini namna hiyo, wapi shangwe na vigeregere niwasikie? Na kwa hii harusi tuko na uhuru wa kupiga shangwe na gemi. Atumia agikorogo kono mugegemi negwetekiriku na niki mwethe ugo taugai gemi jigue taugai rwa kere taugai rwa gatatu taugai rwa kana ala mutike mugere rwa gatano na tondu neo nera muiretu mutumia muthakari kwa Kikuyu dada mrembo gemi ciake ni cigana ni inya ni mwetikirie kugerwo ndukigoithie mundu high five mwire utikia nini tiga kugoithia wiki uyu kama kagoya ndomera hotu wa kugoithia kiundu gikiega umugere irwa mbere aru na ruorera rwethi muno mugere irwa mbere mugere irwa kere mugere irwa gatatu leke his excellency amenye gikuyu ni kiugaga ngemi mugere irwa kana romata basi riu ni toine na reke inde mwire nyuma handu igongona na tondu ndi chairman wa ini othe ri ndoka na amwe atigioke haha manyinithie na ndoka nginya na aria mainaga muthungutho nginya wa Jasari ha nginya nguruga jiko ukai ha mwenyinithie na muricoka muheo baadaye githomo giathira. Haya DJ tugike uguo. Wakati mwingine wa kutengeneza na tuwe na certificate ambayo ni kutoka kwa kanisa, ili ya kwamba unajua kuna hoteli asiwezi kukubali watu waende kuingia kwa hoteli bila kusema kama ninyi ni kitu kimoja, ili ya kwamba badala ya kusema kubeba hii kubwa na ambayo ni ya muhimu sana, heri ile ingine ambayo haiwezi kuharibika, maana watu kiwa na wasafiri. Nina hakika ya kwamba mchungaji huyu na mke wake wanaweza kwenda Amerika hivi karibuni. Nimesikia akiongea mambo kama hayo, na Mungu wetu anajua kuangalia matarajio ya watu na anaweza kuwakabili, ili ya kwamba usiwende ukibeba hiyo saa yote. Although nowadays tumefika pale ya kubeba tukiwa na kale kadogo lakini hata hivyo ni vizuri kuwa na hiyo ingine kutoka kanisani. Kwa hivyo hiyo ni yenu,
Sasa hii sijui dada yetu sijui ataweka wapi. Na kuna wakati tuliunganisha vijana. Ameonyesha pale anataka atakuja, umesema unakuja na kitu. Maana pale ameweka. Unajua hapo anakuambia hivi, hapo huwa anaweka zile vitu za maana hapo. Kwa hivyo hiyo hapo uingizange mkono kuangalia nini iko hapo. Nina hakika ya kwamba Archbishop maana amekuwa akitusisitizia hiyo na kusema ya kwamba wakati mkono utaingizwa kwa hiyo mfuko, utulie tu, usijaribu kufanya chochote. Wanaume wengi wanajua kufanya nini, kuguza hapo pasiguzwe. Umeona pale ameweka hapo ujue kuna vitu mzuri sana. Nimekuonyesha pale zinakuanga kama tanga zikiwa hapo. Na kwa hivyo wapendwa, kwa sababu tumewabariki na tumewapatia hiyo, nataka nitangaze jambo moja ya kwamba hawa wawili sasa wamekuwa mume na mke, na ya kwamba mtu awaye yeyote asijaribu kuwatenganisha, na sifikirie au sijaribu na usifikirie, maana kile kimeunganishwa na Mungu. Maana sio sisi, Mungu kila ameunganisha ndani ya mioyo yao na kafunganisha, mwanadamu asitenganishe. Tumshangilie Mungu. Nataka kusema before us Mr. and Mrs. Mwangi Garuya. Amen. Wow. Kwa hivyo mbele yetu hao ndio watu. Siku ile niliunganishwa harusi 1982. Mchungaji ambaye alikuwa akiniunganisha aliniambia, huyo ni wako, ukitaka kubeba na mgongo beba, na akitaka kukubeba akubebe. Sasa ile tabu ilikuwa yeye alikuwa mdogo mfupi kuniliko. Sasa angenibeba angefurutisha miguu chini. Na mimi nikasikia kwamba kwa sababu nilikuwa nimefinywa na mambo ya ndoa, nilikuwa nimepoteza weight kiasi. Kwa hivyo niliona huyu nikijaribu kumbeba nitaenda chini. Lakini Mungu awabariki, awaonekanie. Mkienda kila pahali, sisi tunawatakia baraka na neema ya Mungu kama Mr. and Mrs. Mkitaka kuwatembelea, mnasema nini? Watu wamekaribishwa. Tumewakaribisha. Wako karibu wote. Mmekaribishwa. Kwa hivyo mkifika huko mtapatiwa kitu. Simpongeze, muwapongeze kwa sababu amesema hivyo. Pengine hujaona hii katika ndoa nyingi sana, lakini hawa ni watu wakarimu sana. Sana. Mimi nikipatana na wao huwa ninaona ukarimu mwingi sana. Mimi nafikiri nifikishe hapo na niseme ya kwamba vile mtakavyo. Mkitaka tuwaletee viti hapa, tutaleta. Mkitaka kwenda kuketi, lakini muamue pale mtaenda kuketi. Au hawa wanawasimamia waonyeshe ni wapi. Na mimi nimemaliza.